county government. Una think hiyo cooperation kuna venye ina kill devolution? I think when the 2010 constitution was amended and naweza sema kongole to the late Prime Minister Raila and other people like Akina Yafal Guy, when the 2010 constitution was signed na Kibaki akaisign na tukakuwa na promulgation of the constitution that's in 2010, haingefaa kukuwe na conflict between the national government and the county government. Issue inapatikana hapa between conflict inaletwa due to selfish interest. Unapata watu leaders wale wako national government na leaders wako county government, kila mtu ako selfish. So lakini Sakaja anasema the money allocated to Nairobi county iko chini sana compared na kazi anafanya. Juu anasema pesa anapata peke yake inalipa tu salaries peke yake. In terms of development and all that, pesa itoshi. That's why aliitisha msaada from the national government. I can say it's true and it's also false. How is it true? Tuliambiwa like the constitution ilikuwa nasema the 15% allocation of the national treasury tulikuwa nasema 15% budget allocation. Hiyo ni kidogo, yes, kulingana na population ya Nairobi. But my question is, tulifanya census tukajua Nairobians tuko ngapi? Why do we count people? So that we can able to budget. So that kila county ipe pesa kulingana na population ya. Ile pesa yake ana collect anapeleka wapi? Tunapata kwamba Nairobi tuna collect a lot of Nairobi ndio pesa wana collect mingi. That's why kuna interest watu wengi kuaga governor in Nairobi. So tuna collect pesa mingi revenue, but tuna waste pesa mingi kwa ghost workers na tuna waste pesa mingi kwa expenses na salary payment. Na unadhani bado kuna wizi, corruptions in our county Nairobi? It's even growing worse. Imekuwa worse. Go to Nairobi, go to City Hall Nairobi. Ghost workers ni wangapi? Ghost projects ni ngapi? Hadi sasa tuliambiwa last week niliona kwa news like kuna ghost students. Unasikia kwa shule kama shule ina 1000 students nasikia wameandika tu. Yani we are in a mess. Okay. So what's about the county politics? What's turuke kidogo into national politics? Okay, kuna three key factors zenye tumeona zina affect a normal Kenyan. One is high taxes, two is high cost of living, and three is national debt. So the question is, Wakenya wengi sahi wanalia kuhusu gharama ya maisha. Juu wana feel wako affected in so many ways, but the president anasema amedeal na inflation and dollar imeshuka, so ana feel life iko at a standard rate. So saizi ana focus na miradi. Una feel ni nini haiko right ama nini anafaa afanye tofauti? No, generally maybe to be personal, huyu rais wa saizi me I never voted for him and I don't see a scenario where I'll vote for him because alidanganya watu. Many people were deceived. So walideceive watu akisema kama economy iko stable. Mtu anafaa kuongea economy being stable ni mwananchi, not the president, because hao wanatembea na gari kubwa, wanakimbia na gari kubwa, the heavy guzzlers, wanaishi kwa nyumba, wanalipiwa housing, wanapewa fuel, wanapewa risk allowance. Do they know the problem that the common man is facing? No. So the problem comes by inflation ikiwa juu, salaries ziko pale. Kama you are earning like 10,000, when mwenye choka wewe earning 10k, si ndio? That 10k unasikia nyumba imeongezwa, maji imeongezwa, stima imeongezwa, chakula zimepanda, lakini salary yako bado ni basi inflation. Unaona? Unapata kama ulikuwa na save hata 3k ina budget kama unapewa 10, unapata sasa uweze save 3k una save maybe 500, so unakuwa inflated pole. Hadi nafika wakati you cannot do, sasa unaingia kwa debts. Like in Kenya the problem is recurrent, like we have national debts and foreign debts. So foreign debts ni Kibaki kitoka, ukiangalia Kibaki kitoka, Uhuru kitoka, the debts zimeishi azishukangi. So debts zikipanda zikishuka, so tunaingia kwa tunakopa alafu to make it worse tunakopa alafu atufanye nazo intended work ili projects kama walisema ni barabara, unapata wanakopa alafu afanye nao vitu ifanye. So unapata tunalipa deni ambayo hazitusaidii. Yes. And then another thing, there's something that the late Raila said that tunaweza tafuta lending companies that ziko at least
cheap. Sisi tunaenda kwa high, wala wanatuchaji pesa mingi, then tunakuja tunaiba hii pesa. So corruption is playing a very big role. Yeah. Like the issue about, kuna issue iliemerge juzi about the Talanta Stadium, na kama si Ndindi Nyoro nadhani tungekuwa aware about the 11 billion saga and all that. So wacha tusiingie hapo sana juu tunaweza enda the red line. So another question is about you as a Kenyan, kuna what are the achievements that stands out za President Ruto venye unaweza kaa chini useme enyewe President Ruto has done this and this and this and this has helped the country. Okay, kuna scenario ingine bado inatokea hapo ndani ni about legacy na about helping a normal Kenyan. Yeah. About my scoring card about President Ruto, I'll give him a 20% below average. Once a thief, always a thief. But ana mejenga manyumba, the housing issue of housing, all that. Ruto alikuwa na blueprint. He had a very good blueprint. It was very nice. Makosa yake alifanya ni alichagua marafiki zake wala walimsaidia kupata kura na campaign. Hakuchagua experts wale wage. Look at somebody like Alice Wahome in housing. She doesn't understand anything. Hakuna kile understand pale. Hata nilikuwa na vetting yake, aliulizwa do you understand the area in which you are unataka kupewa, alisemaje ajui, lakini atajua with the time, so you don't know. But in Kenyan politics things are seen differently. For example, even the ministries and ministers wale wako appointed for now, say it wako committed enough to their job, but kwa sababu Kenya tuko divided in terms of our tribes and all that, so president nadhani tukalitumia ni ile yenye, for example northeastern people, niko na Duale, for me to get the votes from those places, I need to put him somewhere for me to get those votes. Nyanza and unacheki, nadhani hiyo ndio system walitumia kufanya hizi vitu zote. Kuna kitu kingine nadhani ina emerge hapo hivyo